Kwani huyu hana hata kibubu ndani? Yaani kiufupi kakaangu sisi hatuna sasampa za kutoa kwa sababu ya mwizi. Wewe mpeleke tu. Ha? Yaani sasampa unanitukana mimi afande? Hapana, sijakutukana afande. Ni kwa sababu nini sasa? Sisi wenyewe humu ndani tumemchoka. Peleke tu akajifunze adabu. Sisi wa ndani hatuheshimu na anatuibia. Sisi wenyewe humu ndani tunaoishi naye anatuibia. Wewe nani? Mpeleke tu babangu. Yaani sisi hapa tupo yani kilo safi. Mpeleke tena kwa furaha zote. Hamuoni hata huruma ndugu yenu huyu. Mimi naenda naye kabisa umjue. Nyam nijui vizuri. Nyembo ulizeni wakina Nganya kule na wakina Nondo, wazee wa Segola kule. Hebu waulizeni watawaambia vizuri. Mimi nampeleka huyu moja kwa moja kabisa. Sawa. Asanteni kwa roho mbaya mlizonazo. Mimi nimepitiwa tu kidogo, mkono umetamani cha watu, nimechukua napelekwa polisi. Yeye mnaangalia. Labda mnipendi. Siwezi jua. Waacha haitajulikana tu huko, acha nikafie huko. Zakia mdogo wangu eti alimpeleka jela. Dada anacheka. Ndio hivyo anafurahia tu. Sawa. Wewe huna hela wewe. Wewe huna hela dada, wewe huna hela ninapokuambia si ubairi tu hivi hela zako unanunua vijola tu bwana wewe. Hela wanazo afande, sema tu ndo wanazuga wanipendi, haina shida. Zakia wewe umefurahi Zakia ninapopelekwa mimi huko? Kaka. Ila kaka na umezidi. Nanipeleka nataka nikafungwe. Jela sio kuzuri unaambiwa. Wewe umefurahi ninapopelekwa mimi huko? Kwa heri kaka. Pete shoga. Niambie. Mimi hapa nilipo mwenzoni na matatizo makubwa sana. Mtihani ninaopitia kwenye ndoa yangu. Anajua ni mimi na Mungu wangu peke yake. Mwenzio mume wangu mimi jogua pande mtumi. Yaani hapa ninavyokuambia shoga yangu, nimehangaika njia zote. Hospitali nimekwenda, tumejaribu kila namna ya njia, lakini mwenzangu hakuna matokeo mazuri. Tukiingia mchezoni basi mimi najaribu labda mwenzangu nimuingize kwenye hisia. Labda at least atastuka, atasimama tuendelee na shughuli. Hakuna chochote. Zaidi anaishia kunitia vidole, kuninawa na kuniacha kama nilivyo. Pole ndugu wangu. Tena pole haswa. Jambo lako ni zito na siwezi kulibeba. Unajua wakati na kuona tu mwanzo nimejua tu kwamba wewe una jambo, kwa sababu hata sura yako imepoteza nuru kabisa. Muonekano wako hule na ujua mimi wa Jessica umepotea. Pole shoga yangu. Kwa hiyo unataka nikusaidie? Utakuwa umefanya la maana sana kama utanisaidia. Utakuwa umefanya la maana sana. Ninaweza kukusaidia. Yaani amini usiamini. Jambo lako sio kubwa na wala sio dogo. Yaani hapa ninapokuambia hapa nina mtu ambaye yeye ni mtu wa maono. Yaani akikuona tu anajua wewe unasumbuliwa na jambo gani na tiba yako ni ipi. Wewe usiniambie. Ndio nakwambia. Yaani jambo la mume wako kwake ni dogo. Na nikikupelekeni anakutibieni bila tabu. Na nikikupeleka mimi, yaani kazi yako ni hii, kumwandaa tu mume wako, kumwambia na akuelewe. Hilo limeisha. Yaani mimi leo akija lazima nizungumze naye. Hilo ndo la ziada shoga yangu, kwa sababu ukiongea na mume wako atakapokubali tu, mimi hapa sina hiana udugu kama unavyonijua. Ila ukinitibua mambo yangu akisimama ni wadudu, sitakuchelewesha, unanielewa? Wadudu kama kawaida. Wewe tena. Jamani, Pitete. Nakwambia si unajua tena tenda wema nenda zako. Watu mna watu wenu nyie. Ushaanza. Utanishukuru shoga yangu, ndoa yako kwanza unampenda mume wako? Na ndoa unataka kuendelea nayo? Takusaidia, maana siku hizi watu wakimpenda tu mume wa mtu shoga yangu, kwa mkewe wanataka ilale yo. Ikirudi kwao nakwambia kitu kiko hivi. Mimi nitakusaidia. Yaani wa mtu kama hajamrudia yeye, sijui.
Hebu kwanza niambie shoga yangu. Huyo mume wako vipi? Hali yake, yani sura yake, hali yake iko vipi? Ukimwona yani anatia huruma au kawaida tu? Wewe Bitete, wewe ushaanza. Yule mshemeji yako. Basi shoga yangu. Nakujua. Basi ngoja niende shoga. Sasa kusaidia. Nakayompa. Toni sasa hivi unapanga dili afu na unaenda kukosa hela. Wewe ndugu zako kweli wale hawakupendi? Haya, dili tumeshakosa. Nataka hela mimi hapa 20 weka hapa. Yaani umesikia? Wewe ambacho hujaelewa ni nini? Afu mbona mtatoa mkono basi tuongee. Ngosha. Wewe hela hapa. Weka 20 yangu hapa niondoke mimi. Kwanza mimi nilikuwa umenicheza kazi za kufanya kule. Nakuja kwako, dili yenyewe tunaenda kukosa. Kumbe ndugu zako hatawakupendi. Jui wanakuchukulia kama ng'ombe tu ndio nyumbani kwenu. Ima. Hizo dharau ndugu yangu. Kadharau ndugu zako huko kijijini. Mimi sio ng'ombe. Mimi sio, wewe Ima huwezi kuniita mimi ng'ombe. Mpango umeferi kidogo, tunanyoshia mkono hivi kama jokeri. Mume wangu, kuna mtu nimezungumza naye kuhusu hili swala lako. Akaniambia kuna mtu ambaye anaweza kutibia kabisa. Na huyo mtu sio kwamba anapiga manyanga wala sio wa vitabu. Huyo mtu ni mwenye maono, ni anaona. Tena sio kimchezo mchezo. Mimi naamini tukienda atakutibia kila kitu kitakuwa sawa. Mke wangu, unajua mimi sina tatizo kubwa kama unavyodhani wewe. Hili tatizo nililonalo hili, shida kubwa ni mawazo. Shida kubwa ni mawazo. Sijui unanielewa. Na najua wakati ambao uko na wewe. Naelewa vizuri kabisa. Najua unapitia changamoto sana. Najua unakwazika mno. Lakini mawazo hayo niliyokuwa nayo mimi ndio yananifanya nakuwa kwenye hali hii. So hebu nipe muda. Nitalishughulikia hili swala kwa sababu mpaka sasa nipo kwenye hatua nzuri. Najua mimi matibabu yangu natakiwa nimtafute mtu ambaye anaweza kunitibu kupitia njia ya psychology. Hii nitalimaliza tu waifu. Hivyo wewe. Hayo ni mawazo gani? Kwa hiyo kila siku una mawazo. Au unafurahia kuonekana na hii hali tunayoipitia? Unaridhika mimi ninapokuwa nateseka? Wako unaona ni burudani kabisa. Yaani mimi nimekwambia kapatikana mtu ambaye ana uwezo wa kukutibia wewe. Unataka kusubiri mpaka mwana psychology. Wewe mwana psychology mpaka lini? Mpaka lini wewe mwana psychology? Lakini mbona hujionea huruma wewe? Mimi nimeshachoka. Inatakiwa tuanze kwanza kwa huyo mtu. Ukishaenda kutibiwa, kama tukiona mambo hayako sawa, tutaenda kwenye upande wa pili kwa mwana psychology. Waifu, hebu nielewe ninavyokuelekeza mke wangu. Hili tatizo sio kubwa, yaani naona unalikuza kiasi kwamba linakuwa yani kama mlima vile. Tatizo langu hili mimi ni mawazo niliyokuwa nayo kichwani. Na ndio maana mimi inanikuta hii hali. Lakini najua unaumizwa na hili. Najua una mawazo mengi sana unayapata kupitia hili. Lakini tambua waifu, hata mimi linaninyima sana amani. Inafika wakati hata furaha nakuwa sina. Najiona mimi sio mwanaume ambaye nimekamilika. Nina mambo mengi sana yawaza kupitia hili hapa. Lakini halipo kwenye njia yako ambayo unaifikiria wewe. Lipo kwenye njia hii ya mawazo ambayo mimi nakuelekeza. Mwana psychology ndo anaweza kumaliza tatizo langu, si mtu mwingine. Okay, tufanye kitu kimoja. Kwa sababu hapa sihitaji kukukwaza mke wangu. Jambo lako nitalifanyia kazi. Lakini mimi naomba nianze na la kwangu. Mwana psychology ndo anaweza kunitatulia matatizo yangu mimi. Naomba unielewe.
ila tuvumiliane. Yaani mwanaume, yaani mimi namwambia jambo la maana, alafu niambie eti nisubiri mwana sekoli. Yaani huyo nitamuonyesha. Hizo dharau ndugu yangu. Kadharau ndugu zako huko kijijini. Mimi sio ng'ombe. Mimi sio wewe, huwezi kuniita mimi ng'ombe. Mpango umeferi kidogo, tunanyoshia mkono hivi kama jokeri. Unaniita mimi ng'ombe. Mimi ng'ombe. Sawa. Sawa. Wa kwanza atakuwa wa mwisho atakuwa wa kwanza Ima. Nashukuru kwa fedha zako. Mimi si ng'ombe, unaongea na ng'ombe. Wacha nikajichunge. Yaani Steve, unanipigia kelele. Steve sasa nipe langu. La sivyo mimi nakupeleka Shinyanga ndo kalime. Nani? Yaani unipeleke mimi Shinyanga nikalime. Mpeleke bibi yako. Mimi ndio nipeleke nikalime. Nimpeleke nani? Yaani kama bibi yangu Steve. Twende kwa gazeti tukare bwana. Naye ndo kwanza unatukanwa hivyo, baya kujifanya unaumia vipi? Njoo basi kama unaona. Njoo. Kama nakuogopa sana hivi wewe ni. Wanaboi. Shemeji huyo. Vipi? Poa shemeji, kwema? Kwema, mambo yanasemaje? Namshukuru Mungu, alhamdulillah. Vipi wewe shemeji? Nipo. Unatokea wapi? Wewe achana mambo, mimi natokea wapi naelekea wapi? Hapo unaponiambia wewe mzima ndo unazidi kunichanganya shemeji yangu. Mimi niko sawa. Uko safi shemeji yangu? Niko sawa. Uko poa? Niko poa. Hapana, sio kweli bwana shemeji, unakuwaje poa bwana? Shemeji bwana, hebu niambie ukweli, uko poa? Mbona sikuelewi wewe? Kuna jambo la siri duniani hapa bwana shemeji, nasikia kuna vitu hivi. Yendi sawa. Pole shemeji yangu. Ujue mimi na mambo ya msingi nayafuata shemu. Sasa unavyokuwa unaniongelesha mafumbo nashindwa kukuelewa. Basi ngoja nikwambie. Nasikia shemeji yangu, jogo wako hapande mtungi. Jamani majirani nachoka mimi. Mimi naona mada zako hazina msingi. Sasa hebu naomba tusije tukaharibiana siku, sawa? Mimi nataka nikusaidie shemeji, kubali. Shemeji kubali shemeji. Vitu havipandi shemeji. Hatari. Safari wapi? Nenda kutafutia dawa ili usimame vizuri. Kunitafutia dawa ili usimame vizuri unamaanisha nini? Kwa unajizima data Unajidai wala ninachozungumzia? Wewe unajua kama jogoo hapa ndi mtungi? Sasa huu mguu natoka kwenda kutafutia dawa. Hivi wewe ni mtu wa namna gani? Wewe ni mwanamke wa namna gani ambaye hutaki kuelewa kile mume wako anachokuelekeza? Hivi mke wangu, ni mara ngapi mimi na wewe tumekaa tumeongelea kuhusu na hili swala? Na imefika wakati sisi tumepata mwafaka mimi na wewe. Bado ukaona haitoshi, ukaona umfuate Pititi umwambie madhaifu yangu mimi ya ndani. Wewe ni mwanamke gani usiyeweza kumstiri mumeo? Hebu nisikilize wewe. Tena naomba nisikilize kwa makini. Acha niende safari yangu ninapokwenda. Nikirudi uje uniambie upumbavu wako. Sawa Kama wewe umeshindwa kujitibia, acha nikuhangaikie mimi. Nikishindwa na mimi nitajua cha kufanya. Shua ni mkubwa wewe. Shemu, mimi naona kwa nijisogeze kwa maana nimechoka. Kwa nini usingemsubiri dakika chache tu angerudi hapa? Yaani wewe miguu yake ndio kutembea kwako kama amekuwa miguu ya kuku. Bwana acha na nitakuja siku nyingine shemu. Poa, umekuja muda gani? Nimekuja muda mrefu sana.
nilikuwa nakusubiria yeye, ila uzalendo umenishinda. Wewe naye kama kula miguu ya kuku. Naondoka. Ndio nimerudi sasa. Tutaonana siku nyingine au nitakucheck kwenye simu. Bye. Tutawasiliana basi. Bye. Vipi wife? Naona unajirudisha hivyo. Ndio mnafanya nini? Huyo mbona kaja muda mwingi alikuwa anakusubiria wewe mke wangu. Hata hivi ndo alikuwa ananiaga hivi kuondoka. Nikana mwambia msubirie kidogo. Hivyo unaniona mimi mpumbavu sana Unachukulia mimi za mama kwamba sina akili. Mmemaliza kufanya mambo yenu ndani kwangu, kitandani kwangu. Kaniona mimi naingia, hajidai kwangu. Ni wapi huko unakoelekea? Ingawa wewe mwenyewe hali yangu unaifahamu. Mbona unataka kunitia kwenye majaribu wewe? Hali gani? Kama hiyo hali ya kwako kwangu tu ndo inakataa. Kwangu mimi haiwezi kusimama, ila kwa wengine inasimama. Mimi nitajuaje? Unataka kuleta mizozo mingine ambayo ina maana. Sasa nisikilize. Wewe swali mimi nitamani. Alafu usije ukanilaunga sasa hivi. Unataka kuwa mwenyewe. Mke wangu. Wewe mbona uko hivyo lakini? Wewe mbona huko? Mangu. Hebu kula chakula kinapoa, mbona hivyo? Wife, mimi siko sawa. Ninavyosema siko sawa na maanisha. Yaani naona kichwa changu kimetawaliwa na mawazo. Hai, wewe chakula zako ni kitu gani? Mke wangu. Hivi umemuelewa kabisa mtabiri kitu alichokiongea? Wewe unaona ni sahihi kile? Kivipi? Mbona nimeona alichozungumza liko sawa tu. Na nimemuelewa haswa. Mke wangu. Hivi uko timamu wewe? Ni kauli gani unathubutu kuiongea mbele yangu hapa? Hivi kitendo hicho umekifurahia wewe? Mume wangu, sio kwamba nafurahia. Ninafanya kwa ajili yako. Alafu, mbona ni siku moja tena, mara moja tu. Yote ni kwa ajili yako wewe. Ni kweli mimi nina mapungufu, lakini sio kwa siri kama hiyo ambayo unataka kuifanya wewe. Hivi ni mwanaume gani timamu ashawahi kuruhusu mkewe akalale kwa mwanaume mwingine? Nani? Ni nani huyo mwanaume akatokea dunia hii? Hivi unajisikia kwa unachozungumza? Yote hivi nafanya kwa ajili yako. Sifanyi kwa ajili ya mapenzi ati mimi kutaka kulala na wewe mtabibu. Kumbuka kwamba unatibiwa wewe, sio mimi. Au unataka mimi nikuletee mimba za nje? Ndio utafurahia, sio? Wife, hivi naona huko unaelekea kwenda kuchanganyikiwa wewe. Unaenda kuchanganyikiwa. Hivi ni maneno gani unayasubutu kuyaongea wewe? Hivi hata mawazo yako unayofikiria kweli yako sahihi? Ukalale kwa mwanaume mwingine usiku mmoja kweli? Hata kama zingekuwa dakika 2, hata kama ingekuwa sekunde, siko tayari. Nimekwambia mimi siko tayari, niko tayari nitoe pesa yoyote. Niende popote duniani nikashughulikie tatizo langu. Lakini sio hivyo unapotaka wewe. Siku zote ulikuwa wapi? Uko kwenda kujiangekea sehemu zingine, kutoa pesa yote unataka, ulikuwa wapi? Hivi nadhani mimi nafurahia na kweli? Au kukuona mimi nastahimili kwenye ndio unajua kwamba nafurahia sana? Nisikilize wewe. Nahitaji kuitwa mama. Nataka niwe mama wa watoto. Kwa hiyo michezo unaoniletea mimi siitaki. Wewe kubali tu. Tufanye hilo sheti alilolisema. Sikiliza. Naona sasa unanipanda kichwani. Wewe umekuwa mume, mimi nimekuwa mke kwenye hii nyumba. Unajikuta unajisahau kabisa kwamba mimi ni mumeo. Japo niko na mapungufu lakini mimi ni mumeo, mke wangu. Unaulingia mwanaume suruali. Wewe ni mwanaume, unaulingia mwanaume suruali. Sasa kula na ile chakula yako. Mwandazimu wewe. Nani mtini kuona? Hii mbona imekuwa too much? Hata kama ingekuwa ni dharau namna gani? Na nini mwisho wa hili? Ebu Mungu naomba liingilie kati hili swala.